Wanadamu tumekuwa na mitazamo mbalimbali hususan inapokuja issue ya utajiri na issue ya maskini. Tajiri mara nyingi huwa anaheshimiwa sana na kuogopwa, lakini maskini ni mtu ambaye huwa anatengwa sana na huwa anabaguliwa sana. Ukisoma kitabu cha Yakobo sura ya 2 kinatuonyesha namna ya tajiri na namna maskini, lakini pia na namna ya imani ya kweli. Na vivyo hivyo Biblia haijatuagiza kwamba tumtenge huyu maskini, inakataza kabisa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu wetu huwa haangalii fedha alizonazo tajiri. Mungu wetu huwa haangalii kiwango cha heshima alichonacho tajiri, ila Mungu huwa anaangalia moyo alionao mtu. Kwa hiyo kama moyo wako maskini, wewe ni maskini ndio, lakini moyo wako umembeba Mungu, moyo wako unamlingana Mungu, Mungu atakuheshimu wewe na atakuheshimisha mbele za watu na mbele zake pia, na atakufanya kuwa mkuu kuliko hata yule tajiri ambaye ana mali nyingi. Lakini ukija kwenye issue ya imani pia tunaona maandiko yanatuambia katika kitabu hiki cha Yakobo sura ya 2, imani bila matendo imekufa. Kwa hiyo lazima uwe na imani kwanza, alafu utafute tendo ambalo litakusaidia kuweza kusapoti hiyo imani ulionayo. Unahitaji kuwa na gari. Hautakaa ulisubiri ndani tuseme gari litakuja. Ni lazima utoke uende nje, kuchakalika, ufanye kazi 2-3, ndio hayo matendo. Na hayo matendo hayapaswi kuwa mabaya, yanapaswa kuwa mazuri yanayomlingana Mungu. Sababu kuna mtu anaweza kwambia okay, ninataka kuwa na gari. Ni imani yuko nayo kwamba nitakuwa na gari. Kwa hiyo anaamua kwenda kuiba kwa sababu ameambiwa imani bila matendo imekufa. Hapana. Inachotakiwa ukifanya ni ufanye matendo yaliyo mema. Ndio maana maandiko yanatuambia kwamba nimewachia agizo kuu. Ni nini? Upendo. Mpende jirani yako. Kwa hiyo ukishakuwa na upendo na lile upendo na lile pendo, Mungu tunajua Mungu ndiye pendo. Kwa kupitia lile pendo litakusaidia kuweza kutenda matendo mema, ambayo hayo matendo mema yatakuja kusapoti imani yako na kiwango chako cha imani kuwa kikubwa zaidi. Ndio maana hata ukisoma katika kitabu hiki cha Yakobo utaweza kuona maandiko yanasema kwamba mpende jirani yako kama unavyojipenda wewe. Ikiwa inamaanisha kwamba upendo ndio kila kitu. Sasa ukishakuwa ni mtu wa upendo, itakuwa ni ngumu sana kuweza kumbagua maskini, itakuwa ni ngumu sana kuweza kumtenga maskini, bali utaanza kuwapenda wote katika level ambayo sawa, na utakuwa unamsaidia. Ukimwona mtu ana changamoto fulani, utakuwa upande wa mbele sana, utakuwa kipaumbele sana, utakuwa mtu wa mbele kuweza kumsapoti yule mtu mwenye changamoto, kuweza kumuinua, kwa sababu tuko kwa ajili ya kuweza kumsaidia kila mwenye uhitaji. Maana ni agizo la Mungu kwamba chochote kile ambacho mtu amepungukiwa alafu nawe uko nacho, msaidie. Ndio maana Yesu akamwambia kwamba jamani, nani mwenye kanzu mbili aweze kumsaidia huyu mmoja? Kwa maana yake kwamba kama una kitu fulani naona mwenzako hana, hakikisha unamsaidia ili sote tuwe katika namna inayompendeza Mungu. Mungu akubariki. Amen.